Maduka Okoye, safari ya kipekee kuanzia utotoni hadi kuwa maarufu duniani. Maisha ya awali. Leo nitakusimulia maisha ya golikipa maarufu wa Nigeria, Maduka Emilio Okoye. Kijana ambaye alitoka kuwa mtoto wa kawaida nchini Ujerumani hadi kuwa mmoja wa makipa wanaojulikana zaidi barani Afrika na duniani. Maduka Okoye alizaliwa tarehe 28 Agosti mwaka 1999 katika jiji la Dusseldorf, Ujerumani. Baba yake anatoka Nigeria, kabila la Igbo, huku mama yake akiwa na asili ya Ujerumani na Ufaransa. Hivyo, tangu akiwa mtoto, Maduka alikulia katika familia iliyounganisha tamaduni za Afrika na Ulaya. Akiwa nyumbani alifundishwa kuheshimu mizizi yake ya Kinigeria. Baba yake alimweleza mara nyingi kuhusu historia ya Nigeria, mila na desturi za Waigbo, pamoja na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii. Wakati huo huo, maisha yake ya kila siku yalikuwa nchini Ujerumani, ambako alipata elimu na mazingira mazuri ya kukuza vipaji. Tangu akiwa mdogo, Maduka alipenda michezo. Kama watoto wengi wa Ujerumani, alianza kwa kucheza mpira na marafiki zake kwenye viwanja vya karibu na nyumbani. Hakukuwa na dalili kwamba siku moja angekuwa mchezaji maarufu duniani. Alikuwa mtoto mwenye ndoto kubwa, lakini pia mwenye nidhamu na utulivu. Awali hakuwa golikipa. Kama watoto wengi, alianza kucheza sehemu mbalimbali uwanjani, lakini kadiri alivyozidi kukua, walimu na makocha wake waligundua kuwa alikuwa mrefu kuliko watoto wengi wa umri wake. Pia alikuwa na mikono mirefu, uwezo mzuri wa kuruka na hakuwahi kuogopa mpira. Hapo ndipo walipoanza kumjaribu golini. Mwanzoni ilikuwa changamoto. Wakati wenzake walifurahia kufunga mabao, yeye alipaswa kuhakikisha hakuna bao linalofungwa. Lakini taratibu alianza kupenda nafasi hiyo. Aligundua kuwa golikipa ndiye mchezaji anayelinda timu yote. Kadiri miaka ilivyopita, wazazi wake walimsaidia sana. Walimpeleka mazoezini, walimhimiza asiache shule, na walimfundisha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa kujituma. Maduka alijiunga na akademi za vijana za Fortuna Dusseldorf, moja ya vilabu vikubwa nchini Ujerumani. Huko alianza kupata mafunzo ya kitaalamu. Kila siku alifanya mazoezi ya kuimarisha uwezo wa kushika mpira, kuruka, kupiga mipira mirefu na kuwasiliana na mabeki wake. Hakukuwa na njia ya mkato. Kulikuwa na mazoezi ya kila siku. Kulikuwa na kushindwa, kulikuwa na kukosolewa na makocha, lakini hakuwahi kukata tamaa. Baadaye alipata nafasi ya kujiunga na mfumo wa vijana wa Bayer Leverkusen, jambo lililompa nafasi ya kujifunza kutoka kwa baadhi ya makocha bora nchini Ujerumani. Huko alijifunza kwamba golikipa wa kisasa hahitaji tu kuzuia mipira, anapaswa pia kujua kutumia miguu yake vizuri, kuanzisha mashambulizi ya timu na kuwa kiongozi wa safu ya ulinzi. Wakati huo huo, swali moja lilikuwa linaanza kujitokeza ndani yake. Ingawa alizaliwa Ujerumani na alikuwa na nafasi ya kuiwakilisha nchi hiyo, moyo wake uliendelea kuivutia Nigeria. Alitaka siku moja avae jezi ya Super Eagles, timu ya taifa ya Nigeria, ili kuiheshimu nchi ya baba yake. Ndoto hiyo ndiyo ilianza kubadilisha maisha yake kabisa. Safari ya kuelekea soka la kulipwa. Baada ya miaka kadhaa ya mazoezi katika akademi za vijana nchini Ujerumani, Maduka Okoye alianza kuonyesha kwamba alikuwa na uwezo wa kufika mbali zaidi ya kiwango cha kawaida. Hakuwahi kuwa mchezaji anayependa kujionyesha. Watu wengi waliomfahamu walimweleza kama kijana mtulivu, mwenye nidhamu na anayependa kujifunza. Kila siku alijitahidi kuboresha udhaifu wake. Alijifunza namna ya kucheza, kuwasiliana na mabeki wake na kufanya maamuzi ya haraka wakati wa mashambulizi ya wapinzani.
Baada ya kufanya vizuri katika timu za vijana, Maduka alipandishwa kucheza katika timu ya pili ya Fortuna Dusseldorf. Hii ilikuwa hatua muhimu sana katika maisha yake. Ingawa hakuwa bado mchezaji maarufu, sasa alikuwa anacheza dhidi ya wachezaji wakubwa zaidi na wenye uzoefu. Katika kipindi hicho aligundua kwamba kipaji peke yake hakitoshi. Kila siku kulikuwa na ushindani. Kulikuwa na makipa wengine waliokuwa wanapigania nafasi ile ile. Makocha walitaka kuona sio uwezo wa kushika mpira tu, bali pia nidhamu, kujituma na uwezo wa kufanya kazi chini ya presha. Maduka aliendelea kujituma kwa bidii. Wakati huo huo, alikuwa akifuatilia kwa karibu timu ya Taimfusion ya Nigeria. Alikuwa akiangalia hadithi za magolikipa waliowahi kuichezea Super Eagles, na Dato siku moja naye angevaa jifso ya kijani na nyeupe. Ingawa alikuwa na nafasi ya kuichezea Ujerumani katika jimazi za vijana, moyo wake ulimwambia achague nchi ya baba yake. Mwaka 2019, ndoto hiyo ilianza kutimia. Aliitwa kwa mara ya kwanza kwenye kikosi cha timu ya taifa Eagles. Kwa Maduka, huyo ilikuwa moja ya siku muhimu zaidi maishani mwake. Alipofika kambini, alikutana na baadhi ya wachezaji aliokuwa akiwaangalia kwenye televisheni akiwa mtoto. Mwanzoni alikuwa na hofu kidogo, lakini kadiri siku zilivyopita, alianza kuzoea mazingira na kujenga urafiki na wenzake. Mashabiki wengi wa Nigeria walifurahishwa na uamuzi wake wa kuichezea nchi ya baba yake. Waliona kwamba licha ya kuzaliwa Ulaya hakuisahau asili yake. Baada ya hapo, maisha yake ya soka yalibadilika haraka. Mwaka 2020 alipata nafasi kubwa ya kuhamia nchini Uholanzi kujiunga na klabu ya Sparta Rotterdam. Hii ndio ilikuwa hatua iliyomfungulia milango ya soka la Ulaya. Mwanzoni mambo hayakuwa rahisi. Alilazimika kuzoea nchi mpya. Alijifunza lugha mpya. Alikutana na mfumo tofauti wa mchezo, lakini hakukata tamaa. Aliendelea kufanya kazi kwa bidii na kwenda mazoezini. Polepole akaanza kuaminiwa na kocha wake. Baadaye akawa golikipa namba 1 wa Sparta Rotterdam. Mashabiki walianza kuvutiwa na uwezo wake wa kuokoa mipira migumu. Aliweza kuokoa mikwaju ya karibu. Alikuwa hodari katika mipira ya juu, na kutokana na urefu wake wa karibu mita 2, alikuwa na uwezo mkubwa wa kutawala eneo la penalti. Kadiri alivyocheza vizuri, ndivyo vilabu vikubwa vya Ulaya vilivyoanza kumfuatilia. Jina la Maduka Okoye lilianza kuandikwa kwenye magazeti ya michezo nchini Uholanzi, Ujerumani na Nigeria. Ndoto yake ya kucheza katika ligi kubwa za Ulaya ilikuwa inaanza kuwa kweli. Lakini pamoja na mafanikio hayo yote, bado kulikuwa na changamoto kubwa zilizokuwa zinamsubiri mbele. Mafanikio, changamoto na kuwa maarufu. Baada ya kujiunga na Sparta Rotterdam mwaka 2020, Maduka Okoye alianza kuonyesha uwezo wake kwa kiwango kikubwa. Kila mechi aliyocheza ilimjengea kujiamini zaidi. Mashabiki wa klabu hiyo walivutiwa na urefu wake, kasi ya kufanya maamuzi na uwezo wake wa kuokoa mipira ambayo wengi walidhani ilikuwa tayari imeingia wavuni. Katika msimu wake wa kwanza hakukuwa na anayemjua sana, lakini kadiri muda ulivyopita, jina lake lilianza kuzungumzwa nchini Uholanzi. Wachambuzi wa soka walimsifu kwa utulivu wake golini. Hakuwa golikipa wa kupiga kelele ovyo, bali alikuwa mchezaji aliyependa kupanga safu ya ulinzi kwa utulivu na kuwasiliana vizuri na mabeki wake. Wakati huo huo, aliendelea kuitumikia timu ya taifa ya Nigeria. Ingawa wakati mwingine alikosolewa na mashabiki baada ya makosa yaliyotokea katika baadhi ya mechi muhimu, hakuruhusu lawama zimvunje moyo. Alikubali makosa yake, akaendelea kufanya mazoezi na akaonyesha kwamba mchezaji mkubwa hujifunza kutokana na changamoto. Baada ya msimu mzuri akiwa Sparta Rotterdam, klabu mbalimbali za Ulaya zilianza kumfuatilia.
Hatimaye mwaka 2022 klabu ya Watford ya England ilimsajili. Kujiunga na soka la England ilikuwa ndoto kubwa kwake, kwani ligi za Uingereza ni miongoni mwa ligi zinazofuatiliwa zaidi duniani. Hata hivyo, mambo hayakwenda kama alivyotarajia. Alipata ushindani mkubwa wa nafasi ya golikipa wa kwanza. Hakupata dakika nyingi za kucheza, jambo ambalo lilikuwa gumu kwa mchezaji aliyekuwa amezoea kuwa namba moja katika klabu yake ya zamani. Kwa wanamichezo wengi, kipindi kama hicho kinaweza kuvunja moyo, lakini Maduka hakupata tamaa. Aliendelea kufanya mazoezi kwa bidii kila siku. Baada ya muda, aliamua kutafuta mazingira ambayo yangempa nafasi zaidi ya kucheza. Hatua hiyo ilimpeleka nchini Italia, ambako mwaka 2023 alisajiliwa na Udinese, klabu inayoshiriki Serie A Italia. Alianza moja. Aliwafurahisha makocha, aliwavutia mashabiki kwa uwezo wake, na kazatibu alianza kovi maarufu. Mitandao ya kijamii ilianza kujazwa picha na video. Mashabiki wengi walizungumza kuhusu utanatashi wake, mtindo wake wa kuvalia na tabasamu. Mashabiki walimpenda kwa mvuto wake. Mwaka 2026, tukio moja lilifanya jina lake kuwa maarufu hata kwa watu wasoskapiko wa soka. Wiki ya Paris Fashion, Maduka Okoye alionekana na Cardi B. Picha na video zao wakizunguza na kucheka zilisambaa kwa kasi kwenye mitandao. Mashabiki wengi walianza kujiuliza kama wana uhusiano wa kimapenzi.